Tunapoliongea shamba la Edeni, hatuongei shamba tu, bali tunamuongea kuhusu Mungu, kwa sababu Mungu ndiye aliumba vyote. Tunapolitaja hili shamba, tunaongea mambo ya Mungu yote, tangu mwanzo mpaka mwisho. Ndiyo kusema, Edeni ndiyo Alfa na Omega. Shamba la Edeni ni kubwa kiasi gani? Shamba la Edeni ni eneo kubwa sana. Tunapoongea hili shamba la Edeni, liko wapi? Shamba la Edeni, wengine wanaamini kwamba liko duniani, wengine wanaamini kwamba hili ni shamba ambalo liko mbinguni. Ukweli ni kwamba shamba la Edeni liko Afrika. Shamba la Edeni liko duniani. Kama shamba la Edeni liko Afrika, basi hili shamba liko na ukubwa gani? Shamba la Edeni ni kubwa bara lote la Afrika. Limekanyaga eneo lote la Afrika, kutoka Afrika kusini mpaka kaskazini, mashariki, magharibi, yote hilo ni shamba. Kwa wasomi wanajua kwamba hili shamba limeendelea mpaka mashariki ya kati. Ndio kusema wana wa Kanaani waliendelea mpaka mashariki ya kati. Tuliongea shamba la Edeni sasa ambalo liko Afrika. Tukitaja shamba la Edeni, tunataja Afrika. Na unapomtaja Adamu, unataja mtu mweusi. Basi Eden iko Afrika na sio mbinguni vile wengine wanaamini. Inaaminika kuwa baada ya Adamu kuumbwa na kuwekwa shambani, kuna wengine walikuwepo. Mungu alikuwa amewaweka wanadamu wa kwanza. Lengo lake Mungu likafikia wakati alimuumba mwanadamu. Mwanadamu wa kwanza ambaye ni Adamu aliumbwa mfano wake Mungu mwenyewe. Kweli, Mungu alimpenda Adamu. Alimpatia vyote vile alikuwa na vihitaji, na kila kitu kilikuwa chini yake. Eden ilikuwa imegawa mara ngapi? Eden imegawa katika sehemu kama 3 au 4. Kuna mashariki, kuna magharibi, kuna kusini na kaskazini. Ni nini kilikuwa kaskazini? Kaskazini basi kuna makao yake Adam mwenyewe. Kusini na magharibi kuna wanyama walikuwa. Mke wake ambaye ni Hawa pia alikuwa anatoka magharibi. Lakini zaidi ya yote walikuwa shambani. Na hili shamba lilikuwa ni kubwa sana. Lakini Adam mwenyewe alikuwa analizunguka mara 3 kwa siku. Waweza ukauliza, kama Adam alikuwa anazunguka ili shamba na kulikagua mara 3 kwa siku, Adam alikuwa ni nani? Adam alikuwa na nguvu. Adam alikuwa tofauti na watu wengine. Wakati mambo yaliharibika na akakula tunda, ndio maneno yakawa tofauti sana. Lakini kabla ya kula tunda na kufukuzwa kutoka lile shamba, Adam alibaki akiwa mwenye nguvu na alikuwa malaika. Adam alikuwa anaruka kwa sababu alikuwa amevaa nguo zake ambazo zilikuwa zinamkinga kutokana na madhara yoyote. Boma la Adamu lilikuwa ni wapi katika shamba la Edeni? Boma la Adamu lilikuwa Aksium. Aksium, kama unavyofahamu, ni Ethiopia. Ukisema Kushi basi umesema Ethiopia. Na ukitaja haya yote, jua kwamba unataja mtu mweusi. Kama wasikia, unisikilize leo. Ethiopia, ambayo mji wake wa kitambo sana, mji wake wa zamani unaitwa Aksium, ndio chimbuko la watu weusi na ndio chimbuko la Adamu. Boma la Adamu lilikuwa hapo hapo. Basi tuteremke chini yake. Mlima Elgon, Adamu ndiye alikuwa anafanyia maombi. Mlima Elgon unajulikana sana kwa sifa zake. Moja, ikiwa ni mlima ambao una rutuba paka kileleni. Hakuna mlima wowote, hakuna kilima chochote au mlima wowote ambao kilele chake hakikosi kuwa na mawe au changarawe. Lakini Elgon ni tofauti sana. Kwa nini Elgon inakuwa tofauti? Iko na rutuba paka katika kilele chake. Elgon basi ni mlima mtakatifu na ni mlima ambao ulikuwa unatoa chakula. Mpaka wa leo chakula kinatoka Elgon. Wenyeji wanaweza kukwambia. Vile vile kuna sehemu moja hapo Elgon
ambapo inaaminika kuwa ni sehemu ya maombi. Watu hutoka pembe mbalimbali za dunia kufanya maombi yao huko. Inaaminika kuwa ni sehemu ambapo malaika walikuwa wanatoka mbinguni wanashuka duniani. Wenyeji vilevile wanaamini kuwa ukifika eneo hilo basi utakuwa umekuwa kisiwi. Hayo sisemi kitu, lakini utembee huko ujionee. Nikikwambia mlima Elgon kuna mazuri yake bado. Adam alikuwa anasunguka huo mlima na kuna maandaki na kuna sehemu fulani za kihistoria ambazo zinajulikana. Wenyeji Uganda wanaita huu mlima Masaba, ikimaanisha Elgon. Ukiuliza wenyewe wanakwambia ni mlima Adam. Kama sichakosea, na kama uchakosea, hapo umepiga ndipo na umejua kwamba kama wenyeji wanaoelewa kwamba ni mlima Adam, wewe unapinga. La, mimi sipingi na wewe sijui wazo lako. Ziwa Victoria, hapa ndipo Adamu alikuwa anakunywa maji. Adam alikuwa anasifu sana mpaka wakati ule Adam alikosa. Unajua alikosa nini? Alinyima watu wasikunywe maji, naye Mungu akakasirika, akamtuma malaika wake kutoka mbinguni. Malaika Gabriel alichota chumvi ambayo inapatikana karibu na mlima Elgon. Tafakari hayo. Kuna chumvi ambayo inapatikana karibu na mlima Elgon, na hiyo chumvi mpaka wa leo ndovu wanapita hiyo chumvi au wanaramba. Malaika Gabriel alishuka akachota chumvi akamwaga katika ziwa Victoria. Wakati huo ilikuwa ni sehemu ndogo na maji yalitapakaa, maji yalipanuka. Ziwa Victoria ikawa imepatikana. Tunaposoma Mwanzo 28 mstari wa 1 kuendelea, Isaac anamwongelesha mwanawe Yakobo. Anamwambia nini? Asitafute mwanamke kutoka michi ya Wakanani. Wakanani ilikuwa ni wapi? Wakanani bado ilikuwa ni Afrika. Aende mpaka taifa la Mesopotamia ajipatie mke wake. Ukisoma hapo basi utajua kwamba Afrika iko wapi, lakini unastahili kufunguliwa na Roho Mtakatifu ndiye akuongoze. Vile vile katika kitabu hicho cha Mwanzo 28:16, Yakobo aliona akiwa mahala patakatifu, na hapo aliamini kwamba katikati ya dunia Mungu atakuja kuchenga nyumba yake na ataweka makao yake. Aliona malaika wakipanda wakitumia ngazi, wakipanda juu wakiteremka. Akaamini kwamba Mungu yuko mahala hapa. Basi aliamini kuwa makao ya Mungu na nyumba ya Mungu, mahali ambapo Mungu atakuja kuabudiwa, palikuwa ni mahala hapo ambapo ni Edeni, shamba lake. Vile vile tukisoma kitabu cha Ezekieli 28, mfalme wa Tiro alikuwa ni mfalme aliyetawala taifa fulani. Kumbuka tukisema Misri ama ukitaja taifa, hilo ni bara. Mfalme wa Tiro alikuwa Afrika. Soma Ezekieli 28 yote, itakueleza vile mfalme wa Tiro alivyokuwa anatawala kabla ya Adamu kuumbwa na Mungu. Kitabu cha Mwanzo 2 kuanzia 10 mpaka 15, kuna mito ambayo inatajwa hapo. Hiyo mito inapita na kusunguka eneo fulani. Jiulize wewe mwenyewe, Kushi iko wapi? Kushi maana yake ni mtu mweusi. Ethiopia ni mtu mweusi. Basi unapotaja Kushi na hiyo mito ambayo ilikuwa inathiririka na kumwaga maji katika eneo la Kushi, hiyo ni Afrika. Ni dhahiri kuwa bara la Afrika ndilo chimbuko na ndio mahala ambapo mwanadamu wa kwanza aliumbwa. Hawa naye makao yake yalikuwa ni magharibi mwa Afrika. Adam alikuwa anatembea shamba ili mara 3 kwa siku. Adam alikuwa anaenda mwendo wa kasi kwa sababu ya roho alikuwa nao wa Mungu. Shamba letu, shamba la Edeni, shamba ambalo ni chimbuko la mwanadamu wa kwanza alipoumbwa, liko Afrika.
una bahati kubwa sana kwa kuwa umeyapata haya. Jua kwamba wewe ni mwenye haki. Wewe ni wa kwanza na wala sio ni wa mwisho. Afrika ni mama yao. Afrika Edeni. Afrika ndipo. Siri ndio hiyo. Pata siri. Ng'amua siri. Mimi ni sauti ya siri.